dakika chache tu. Kuna neno ambalo huwezi kuondoka usipolisikia. Nimesikia hivyo. Haleluya. Kwa hiyo uwe na neno. Haleluya. Mimi nakaribia kumalizia. Amen. Amen. Nakaribia kumalizia leo. Nakaribia kumalizia leo. Uwe na neno. Na ukisha kuwa na neno, uangalie tena mazingira yanasema nini. Haleluya. Ukisha kuwa na neno la Mungu, ukisha amini kwamba Mungu amesema na mimi, uangalie tena mazingira yanasema nini. Haleluya. Okay. Luka sura ya 5 mstari wa 5. Kama niko hapa sasa safari hii, dakika hii. Naomba nirudi kwa Ibrahim tafadhali. 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 Kabla sijaenda kwenye Luka, nasikia Roho wa Mungu ananirudisha hapo. Ni hivi. Ibrahimu amemwamini Mungu katika mazingira ambayo yalikuwa hayaonyeshi kwamba atafanikiwa kupata mtoto. Haleluya. Akamwamini Mungu kuwa atakuwa taifa kubwa. Haleluya. Ninafikiri mtu ambaye angekutana na Ibrahimu njiani akamwambia hivi, Mungu ameniambia niondoke kwenye nyumba yangu na jamaa zangu na familia yangu yote, na Mungu anakwenda kunifanya huko kuwa taifa kubwa. Angemuona kama Ibrahimu amechizi, angemuona kama amechanganyikiwa, kwa sababu hata kama angemuuliza Ibrahimu, sasa okay, Mungu amekwambia unaenda, sasa unaenda wapi? Bila shaka Ibrahimu angesema Mungu ameniambia nitaenda atakako nionyesha. Sikiliza. Yesu alisemaje? Alisema upepo haujui uvumako utokako wala unapoelekea. Na anasema ndivyo ilivyo hali yake mtu yule aliyezaliwa mara ya pili. Kwa hiyo mtu aliyeokoka, unanisikia? Amen. Unanisikia? Amen. Hutabiriki kwa sababu hata wewe mwenyewe wakati mwingine hujielewi. Amen. Na upaswi kujielewa. Amen. Haleluya. Amen. Nikija kwenye swala la imani, kama unajielewa, basi unachokiamini kimeanzia kwenye mazingira. Yaani unaona mazingira yanakusupport. Ndio maana unakielewa. Haleluya. Amen. Lakini katika hali ya kawaida ya mtu aliyeokoka, imani yako inatakiwa kujengwa kwenye mambo ambayo hayaeleweki. Ukunisikia? Yaani moja ya ishara kwamba hilo neno ni Mungu aliyelisema halitekelezeki. Haleluya. Halitekelezeki. Yaani hali ya kawaida inakataa kabisa. Mazingira yote yanakataa kabisa. Wewe imagine mtu anakuambia nina kufanya kuwa taifa kubwa. Halafu anakuambia Sara mkeo ndiye atakaye kuzalia mtoto. Na unatoka nje unawaambia watu, Mungu ameniambia Sara mke wangu atazaa. Bibi wa miaka 90. Halafu unatoka nje unawaambia Mungu, nilikuwa chumbani, Mungu usiku amenitokea akaniambia Sara mke wangu atanizalia mtoto. Come on. Lazima uwe na kiasi fulani cha uchizi kichwani kutoka nje ukawaambia watu hivyo, si ndio? Sasa nafikiri ndio maana wewe unaniona chizi nikikwambia sikuoni wewe ukiwa mwanamke wa kawaida.
Sikuoni wewe ukiwa binti wa kawaida. Ninakuona wewe ukiwa binti wa kipekee, mfanyabiashara mkubwa. Halo? 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 Alafu unaniona mimi kama chizi hivi. Halo? Amen. Tofauti yangu mimi na wewe ni kwamba nimesikia neno na nimekuambia bila kuangalia mazingira yako. Amen. Ila wewe umejiangalia mazingira yako ukalikataa neno. Sasa utakuwa unakopi kutoka kwa Jeni, unakopi kutoka kwa Yasinta, kutoka kwa Fatuma. Unaona anauza duka la vipodozi na unasema na mimi nitakuwa mfanyabiashara mkubwa wa vipodozi. Mfanyabiashara mkubwa wa vipodozi. Mfanyabiashara mkubwa wa vipodozi. Lakini neno la Mungu lililokuja likwambia wewe utakuwa mfanyabiashara mkubwa wa nafaka, ulinikataa. Halo? Amen. Neno la Mungu lililokuambia wewe utakuwa mwimbaji mkubwa, Tanzania itakujua. Hilo yenyewe hapana, hilo sio sahihi. Mimi nikijiangalia, mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Mimi nikijiangalia, ukijiangalia katika Kristo, katika ufalme wa Mungu hatustawi hivyo. Halo? Nipungie mkono kama umenisikia. Kule duniani kule wao wanafanya kwa kujiangalia. Halo? Kule wanafanya kwa kujiangalia na Mungu wao. Wanastawi kwa kadiri ya Mungu wao. Sisi huku tunatakiwa tustawi kwa kanuni za ufalme. Amen. Haleluya. Kanuni za ufalme wa Mungu wetu zinatuongoza kustawi kwa kulisikia kwanza neno lake. Amen. Haleluya. Na tuliamini lile neno bila kuangalia mazingira yanasema nini. Amen. Okay, sasa naweza kwenda kwenye Luka sura 5 mstari wa 5.